My name's are Archbishop Dr. Zacchaeus Mwangangi na niko hapa kwa niaba ya kanisa la Kichunga cha Mchwa, The Hand Hill Church. Kanisa la Kichunga cha Mchwa. Makanisa madogo, mtumishi wa Mungu, yana nguvu kubwa. There is something the Bible teaches us about hands that many churches have ignored. Shalom wapendwa katika Kristo Yesu. Karibu katika kipindi chetu kipya kinachoitwa Kanisa la Kichunga cha Mchwa. Haya ni mafundisho mafupi yanayolenga kuwasaidia wachungaji, viongozi wa makanisa madogo na waumini kuelewa jinsi kanisa linaweza kukua na kuwa imara hata kama linaonekana ndogo. Mithali 6:6. Nenda kwa mchwa, uvione njia zake, uwe na hekima. Haleluya. Biblia inasema tuangalie mchwa. Na ni kwa nini? Kwa sababu mchwa ni mdogo sana, lakini huyu mchwa ana hekima kubwa sana. Anafanya kazi kwa umoja, anafanya kazi kwa mpango, wana nidhamu. Leo tunaanza kwa kuelewa jambo hili. Kanisa lililotengwa si kanisa lililoshindwa. Makanisa mengi madogo hupitia changamoto nyingi sana. Sadaka kuwa ndogo, saa ingine haifikii hata kutoshea hitaji la kanisa. Majengo ni madogo sana, mengine ni ya kukondisha. Wengine hawana makanisa yenyewe, hata wako chini ya mti. Na wachungaji hawa hawalipwi. They are not paid. Usidhani vile inavyoonekana kwa makanisa makubwa ndivyo ilivyo kwa makanisa madogo. La hasha. Kuna ushindani wa makanisa makubwa na hao madogo. Hao ndogo hawalipi na mtu yeyote. Wanajitolea. Makubwa wana programs, wanalipwa, wana pesa za hospitali. Mchungaji hapa ni Mungu wake. Mungu amponye, asipomponya sasa ataangulie kwenda mbinguni. Lakini Biblia inatuonyesha kwamba Mungu mara nyingi hutumia mambo madogo kufanya mambo makubwa. Wakorintho wa kwanza kifungu cha kwanza mstari wa 27 inasema, Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili kuvitia aibu vyenye nguvu. Hii ina maana nini? Ina maana gani? Ina maana kanisa lako linaweza kuwa ndogo, lakini mpendwa mtumishi wa Mungu, linaweza kuwa na nguvu kubwa sana mbele zake Mungu. Usijidharau na usidharau mwito ulio ndani yako. Sisi si ukubwa wa jengo, ama siri si ukubwa wa jengo. Siri ni uaminifu. Siri ni umoja. Siri ni nidhamu. Siri ni mafundisho sahihi. Hivi ndivyo mchwa unavyofanya. Mchwa ujengi peke yake. Mchwa ujengi, yani unajenga pamoja na kwa umoja. Na hatimaye kichunga cha mchwa kinakuwa kikubwa sana. Hivyo hivyo makanisa madogo yakifanya kazi kwa moja yanaweza kubadilisha taifa nzima. Kanisa la Kichunga cha Mchwa linatufundisha mambo matatu muhimu sana. Jambo la kwanza, linatufundisha umoja. Makanisa madogo yasijitenge, yashikamane, yawe kitu kimoja. Namba 2, linatufundisha kuhusu ule muundo. Kanisa lazima liwe na mpango na nidhamu.
Na namba 3, uvumilivu. Huduma ni safari ya muda mrefu, si ya hapa karibuni, ni ya muda mrefu. Jiulize leo mpendwa, je, kanisa langu linajengwa kwa mpango au kwa mazoea tu? Je, tunafanya kazi kwa umoja au kila mtu anafanya peke yake? Nataka nikuombea mpendwa, ambaye unanitazama na ambaye unaendelea kusikiza ujumbe huu. Tuombe pamoja. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa watu wa kanisa lako. Tusaidie tujifunze hekima kutoka kwa mchwa, tujenge makanisa yenye umoja, nidhamu na uaminifu. Utusaidie Mungu, maana sisi ni watumishi wako. Imarisha Bwana wachungaji watumishi wako wanaohudumu katika mazingira magumu, uwashughulikie na uwainue akanisa haya madogo Bwana. Uwape nguvu ya kuweza kubadilisha hata taifa nzima. Naomba haya katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Huu ndio mwisho wa video yetu siku ya leo. Asante kwa kutazama. Kama umebarikiwa na mafundisho haya, tafadhali subscribe, like, share and comment. Tutaonana katika somo la pili. Kanisa lililotengwa si kanisa lililoshindwa. Mungu wa Israeli awabariki sana. Bye.